friend or my enemy? Muulize. Just ask them. Kabla ya kujibia, before you answer, usiwache kumuuliza. Don't leave them to just ask. Kumuuliza, wewe ni rafiki yangu ama adui yangu? Are you my friend or my enemy? Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na mimi nikuulize, wewe ni rafiki yangu ama adui yangu? Rafiki yako. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi nimepata jibu langu. Na wewe umepata jibu gani? What answer did you get? Ni wewe pamoja na jirani yako ndio umejua. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Leo today tutazungumzia neno ni ndogo lakini pia ni nzito sana. We're going to talk about a small word that is ni nyepesi kusema, it's easy to say, lakini kutekeleza ni vigumu. But it's not easy to keep it. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kusema tunasema, kutamka ni rahisi sana. Saying the word of God is very easy. Lakini kusema tukamilishe kama tumesema. But to say let's fulfill what we said is very hard. For many people it's very difficult. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Leo today tutazungumzia, we're going to learn about or talk about. Kila mtu atasikiliza. Tutazungumzia nini? Everybody wants to hear what Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini kabla sijasema tutazungumzia, before I say what we're going to talk about, angalia kwenye kitabu cha Luka. Let's look in the book of Luke. Luka 6, Luke chapter 6, 27. Verse 27. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Leo sisi ni vijana, amen. We are youth as ningependa kijana mwenzangu, and I would want my youth. Kama uko hapo unataka tuendelee mbele kama vijana, if you want to continue like a youth, utasimama unasoma hapo. You're going to stand up and read the word. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sababu ni wanani? Because it's what? Vijana. Vijana ni nini? Ni taa ya kanisa. The youth Amen. is the light of the church. Na mkono mrefu wa kanisa pia. And it's a very long hand for the church. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Haya, kijana ambaye ni askari nadhani kushapata. Amen. Luke chapter wanajeshi. Luke chapter 6 verse 27. 6:27. Luke chapter 6 verse 27 says, "But to you who are listening, I say, love your enemies, do good to those who hate you." Amen. Amen. Mpaka 28. Oh, 28 says, "Bless those who curse you, pray for those who mistreat you. In Jesus' name, amen." Amen. Luka 6:27 nasema, lakini nawaambia ninyi mnaonisikia, wapendeni adui zenu, watendeeni mema wanaowachukia. 28. Wabarikini wale wanaowalaani, waombeeni wale wanaowatendea mabaya. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tumesikia neno upendo. We've heard the word of God, love. Tumesikia neno upendo kwa maadui zetu. We heard the word that says love for your enemies. Nani mwenye ana adui hapa? Tete mkono yule. Who doesn't have an enemy? Hakuna. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hakuna ambaye ana upendo. Nobody does not have ana adui. Nobody like has an enemy. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Neno hili linatuambia kwamba the word of God says tuwapende maadui zetu. Love your enemies. Unaweza kusema upendo ni nini? You might ask yourself, what is love? I love other people. Like, Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Lakini upendo, but love, ni hali ya mtu, it's a position of a person that someone has a behavior ambaye hana kinyonge. They don't have anything against someone. Hana chuki. They don't have hate. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Na hana pia uadui. They also don't have things of juu ya wale wanaomtendea mabaya. over those that do bad things towards you. Au juu ya wale wanaomchukia. Or towards those that hate you. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata mtu anakuchukia, even if someone hates you, lakini hauna kinyongo na yeye. But you don't have anything against them. Hata mtu anakusema mabaya, even when someone says bad lakini bado hauna chuki ndani yako. You don't have hate inside of your heart. Huo ndio upendo. And that's the true meaning of love. Bwana Yesu asifiwe sana. Huo ndio upendo kwa maadui zetu. That's the true meaning of love to our enemies. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Upendo kwa maadui zetu. Love towards our enemies. Tuwapende maadui zetu. Love your enemy. Lakini leo, but today, tunashindwa. We cannot do it. Kuwapenda wale wanaotutendea mabaya. We cannot love those that do bad things. Kuwapenda wale wanaotutendea mabaya. We don't love those that talk bad about us. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tena kaendelea kusema, then the word of God aseme tuwabariki, bless them. Lakini dunia ya leo, but in the earth that we're in today, wazaba kikwambia
kitu kibaya, when someone tells you something Mungu bad, mwambie ubarikiwe na shukuru. without you saying thank you, Na wewe God bless you, unamrudishia kile kitu you kibaya. tend to reply to what they Je, tell hapo hivyo kuna tofauti ndani yako kati yako pamoja na ule mtu? you. Is there a difference between Hakuna you and the tofauti. person? There's no difference. Nyote tu You mnalinganishwa. both are alike. Bwana Yesu Both do the asifiwe same sana. thing. Kupenda mtu ambaye anakuchukia Loving someone that ni hates you kufanya kitu ambacho hakiendani na kile ambacho is amekufanyizia. doing something that doesn't Kuwa is tofauti same na as what they yeye. do. It's being different from them. Ukiwa tofauti na yule mtu, If you be different from naye that person, atajiuliza, and you can ask yourself, he can ask nini himself, kiongozi kile? they can ask, Namsemaka why sana I hivi. talk bad about her, Lakini yeye but her, sijawahi sikia mabaya juu I've yangu. never heard her speak Wala bad about her. nikimsema vibaya, If I talk bad about sijawahi her, sikia kanirudishia I've mabaya. never heard her reply Huo back. ndio upendo kwa maadui And zetu. that is what it's called. Acha to tuwabariki your maadui enemies. zetu, Bless your enemies, ili siku moja na so wajiulize. that one day they can ask Na themselves. tukumbuke kwamba upendo And remember that love unaweza kuunganisha, can build something. unaweza ukajenga. It can build. Upendo Love unaleta umoja, brings unity. unatuma watu watakuwa kwenye It umoja, makes people to be united. hata taifa imesambaratika, Even if the lakini nation is pakikuwa na apart. upendo, But if there's love, utatuma ile taifa tena itafanya nini? it's going to make the nation Itaungana. come together Bwana Yesu again. asifiwe sana. Amen. Huo ndio upendo. And that is what love is called. Leo nitakupatia mfano moja I'm going to give you one example for the ambao day ilitokeaga Afrika. that was Bwana Yesu in asifiwe Africa. sana. Tulikuwa kwenye huduma, We used to be in a ministry. palikuwa mama alikuwa anaitwa Mama Neema. There was a woman called Mama Neema. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Huyo mama That woman, alikuja kwenye kanisa letu, she came to our church. alisema kwamba ni mchungaji. She was saying she's a pastor. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Tukaheshimu mafuta ya utumishi wake. And we respected what God had chosen her to do. Kumbe But instead, ni ahadi ambayo Mungu alimwaidiaka, it was a promise that God had ya promised to kwamba her. akitulia kwenye mapenzi That yake, if she stays in the siku commands of moja God, ataongoza, one day she's atakuwa going kiongozi. to be a leader. Lakini akajivuruga, But she mixed herself in na yale that mafuta thing. ya utumishi And the oil of God, hawakubarikiaga they utumishi, never blessed her again. lakini sababu alikuwa ameshachanganyikiwa, But because she had already lost her akakuwa mind, anasema yeye ni mtumishi, she used to say, yeye ni she's just a mchungaji. minister or a Bwana Yesu preacher. asifiwe sana. Amen. Basi tukampokea vizuri tu. So we welcomed her very much. Ikafika siku, It came a kuna day, kitu kalitokeaga a kanisani. small thing happened in church. Basi alikiaga kaniambia kile She kitu. came and told me what happened. Sasa kipindi aliniambiaka, When she told me, nikajisikia vibaya I sana. felt very Nikasema bad. kwa nini wamemtendea hivi? And I was saying, asking myself, why did they do Nikapata that kama to wachumba her? nikamwambia I mama, went to sikufurahi. ask the woman of the church. I was Ni like, I hivi was na not hivi na happy. hivi I told kimetokea. her this and that happened. Mama akashituka. Then the woman was very shocked. Akaniambia hivi, She wewe told me, umeyatoa wapi? where did you get these words from? Nikamwambia hapana. Then I told her, Nilikutana na mama I fulani. found this woman. Ako nalia anasema She was kufanyizia crying saying hivi. that they were doing this to her. Basi mie mchungaji wangu wa Afrika, And my pastor in Africa, yeye hata kama akilota tu even if he dreams kuna vita kanisani, that there's a battle in church, anaitisha watu wote, he calls everyone anawaambia and he tells na them, kuwaonya kabla kile kitu and he gives them a warning before Bwana Yesu asifiwe that thing sana. happens. Basi akatukusanya, Then he gathered all of us. tukaongea. We started to Kila speak mtu to each akaongea ambayo other. ilikuwa. Everybody started to say what they Kisha had to yule say. mama mtumishi Then the woman, walipomuuliza, when they were asking her, akakataa. she refused. She Mimi refused to nikasema, say. Then I kama told jinsi her, Mungu aishivyo, just like how God is haya alive, maneno siyajatunga mwenyewe, and the words I didn't make them yametoka myself, kwenye kinywa chake. that they came out of her mouth. Ule mama Then the woman kitu said, ambacho alisemaka, one thing that she said, akaniambia she hivi, told me, wewe unapenda kupanapana kwa watumishi, she told me, you like to cling around the servants of siku God. moja One day, utakuwa mzazi. you're going to be a man. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Akaambia pia yule mama wa chumba hivi, Then she told the woman of the Maombi place. wewe riziki wengi, Then she was telling unajifanya me, kwamba unapenda Mungu sana you na Mungu act like you anakupenda. love God and God loves you. Ukiona uzale, If you give birth, labda mimi siko neema. maybe I'm not great. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Yalikuwa ni maneno makali sana.
It was very like evil Lakini words. ndani ya moyo wangu But inside my heart, sikushituka. I was not even scared. Hayakunitikisa. That word Sababu didn't nilijua scare niko me. kwa nini? Kwa kweli. Because I knew that I was in the right. Basi nikasema tu Mungu utanitetea. Then I told God, He's gonna Ikiwa save me. kweli If it's truly, nimemtenda vibaya huyu if mama, truly that I did wrong to hili this neno woman, basi linipate. then I was asking God this. may Lakini happen. kama nimesema But if kweli, I told the truth, yatamrudilia. it's gonna go back to Ndugu yangu, my neighbor. hakupita miezi It mbili, didn't pass 2 weeks. tukasikia kwamba mahali ambapo alikwenda We heard that where she went, amegombana kwenye chumba ya maombi. she fought in the Bwana Yesu where they asifiwe prayed. sana. Amen. Lakini sisi ndani ya moyo wetu But in our hearts, hatukumchukia, we did not hate her. tulimwombea Mungu We prayed to God for her, amweke, that God, sababu siku tutakapofanikiwa so whenever we are aone yale ambayo she Mungu can ametenda see kwetu. that Bwana Yesu God did asifiwe for sana. us. Ukwambia adui yako, Tell your neighbor, yule ambaye anasema wewe hautakuwa hivi, the one that says you yule will be anakuletea this, mabaya juu ya the maisha one that yako, says that things usikimbilie were, kumrudishia mabaya, do not bali respond, mrudishie mema. but respond Ili to siku good. kile kitu ambacho alisema So when the day hakitawezekana, comes, what they said akishuhudia wouldn't kwa happen. macho yake mwenyewe. They're gonna be able Bwana to Yesu see with asifiwe their own sana. eyes. Hiyo ndiyo nini? And what is that? Upendo kwa maadui That zetu. is love for your Kama neighbor. una upendo, If you don't have kama love, una chuki, if you don't have kama hate, una fitina, if you don't have anything against hakika someone, upendo wa Mungu unao. the love of Na God is upendo kwa maadui zako unao. And the love for Bwana your Yesu asifiwe enemies you sana. have. Asifiwe tena. Amen. Tuwapende maadui Let's zetu. love our Penda enemies. adui yako. Love your Hata enemies. kama mtu hakupendi, If someone doesn't like lakini you, wewe muoneshe upendo. just show them love. Tukionyeshana upendo ndugu If we zangu, show each other love, kanisa letu our church, tutaishi kwa umoja. we're gonna live in unity. Tukikuwa na If upendo, we have love with one hata another, patokee nini, even whatever hata happens, patokee shida even if gani, something bad sababu happens, tuna upendo, Because we have sababu love. tunaishi kwa umoja, because we live in unity, tutajitatua kama watu ambao we're tunaishi going to be kwa able to umoja. resolve it because we Lakini live kama together. hatuna But upendo, if we don't stick hivi together, pale unasikiaga that's where you na kitu hear akitokea kanisani, something small happens in the nikisema church. vibaya hapa When hapa I say something madhabahu, bad here, unaona nakimbilia kwa mama, I go to this woman unajua leo and I start telling her, alikuwa did you kukanisa, hear what wapo happened? alikuwa kukanisa, And it doesn't seem like they were at church. kusema They were like, Walisema they talked hivi. about you. They said Walisema this. hivi. They said haya that. yote yanaanza All of that sababu starts hatuna upendo, because we don't have love sababu anymore. hakuna upendo. Because there is no love Bwana Yesu asifiwe anymore. sana. Amen. Tuwapende Let's love adui zetu, our enemies. tuwapende wale ambao Let's love wanatunenea those mabaya. that do bad Penda hata things to yule us. ambaye asiyekuombea mema. Love to those Wewe mwombee that don't mema even tu. pray for you. Just Bwana Yesu pray for asifiwe them. sana. Amen. Basi neno lifupi This litubariki word is sote. short and Amen. may God